I lived in the country of Mozambique. Aliishi kule nchi ya Mozambique. And we were doing a ministry in Mozambique. Na alikuwa anafanya huduma pale Mozambique to orphaned and vulnerable children. Kwa watoto ambao hawana wazazi. We had rescued children that lived in the garbage dumps. Walikuwa wanasaidia na kuokoa watoto ambao walikuwa naishi ambao wanaitwa street children. And we would take them, we care for them. We had a school, we had a home. It was a very powerful ministry. Waliwachukua wakawapeleka shule, walikuwa na nyumba, ilikuwa ni huduma ambao ulikuwa na nguvu sana. And one of the first young boys that we rescued. Na kuna huyu kijana ambao waliweza kumuokoa. His name was George. Jina lake lilikuwa George. No mother, no father. Hakuwa na baba wala mama. Most of his life lived in the garbage dump. Maisha yake yote aliishi pale tu mjini, hana baba wala mama. And he was rescued. Aliokolewa ama alikombolewa. And I kept telling George the same thing I'm telling you today. Na alizidi kumwambia Job kile ambacho anatuambia siku ya leo. And he just couldn't get it. Na Job angeweza kupata hali yale. And George would run away. Na George would run away. Na George angeweza kutoroka ama kukimbia. And I'd have to go find George. I would find George. I would bring George back. Na angeweza kwenda na anamtafuta George, anamleta tena George, anatoroka tena anaenda kumtafuta George akimleta. And I would tell him, George, you are powerful. You are important. You have Jesus the King in you. Anamwambia George kwamba wewe ni wa maana sana. Wewe ni wa dhamana na una Yesu ndani yako. And a little while later, George would run away again. Vile tena George atakimbia tena. And I would go get George again. Na tena tu amchukue George mara nyingine tena. And I would bring George back. Na atamleta George. I am not making this. Ni hadithi ya ukweli. I would say, George, you are valuable. You are important. You have King Jesus living in you. Na angemwambia kwamba George wewe ni wa maana sana. Na mfalme Yesu ndani yako. Would run away again. Na George vile tena angekimbia tena. 5 times. Mara 5. I was frustrated. Alikuwa ameshushwa moyo sana. I was not like Jesus. Yeye hakuwa kama Yesu. Jesus would continue to pursue the lost person. Yesu angeendelea kuendea wale ambao walikuwa wamepotea. And I said to my wife, na akamwambia mke wake, if George does not want to be with us, kama George hataki kuwa nasi, we will leave him. Tutamwacha. But here's what happened. Lakini kuna jambo ambalo lilitendeka. George ran away after about 1 week. Baada ya George kutoroka baada ya wiki moja, he began to realize what I was telling him. Alianza kutambua yale ambayo alikuwa anaelezewa. He had Jesus in him. Alimpata Yesu ndani yake. But he wasn't living like he had Jesus in him. Lakini hakuwa anaishi, alikuwa na Yesu ndani yake, lakini hakuwa anaishi kana kwamba ana Yesu ndani yake. And finally, he's like, I'm going back. Na hatimaye alisema kwamba ninarudi. He began to realize that he did have value. Aliweza kutambua kwamba yeye ni wa dhamana. But he had no way to get back. Lakini hakuwa na namna ya kujirudisha. He was in the big city. We were a long ways away. Alikuwa katika mji mkuu na sisi tulikuwa mbali na ule mji mkuu. But George realized he had value. Lakini George aliweza kutambua kwamba yeye ni wa dhamana. Realized he had King Jesus living in him. George aliweza kujua kwamba ana mfalme Yesu ndani yake. So true story, this is what he did. Hadithi ya ukweli, George alifanya hivi. George marched over to the bus station. He walked up to the counter to purchase a ticket, but he had no money. George alikwenda pale katika kituo cha kuchukulia mabasi na akachukua tikiti pasipo na pesa. And he walked up to that man and he said, I have King Jesus in me. I need a ticket to Pemba. Na akaendea yule ambaye anayeuza tikiti akamwambia kwamba sina hela lakini nina Yesu mkuu ndani yangu, nahitaji tikiti kusafiri. And the man gave him a ticket and he rode the bus back to Pemba. Amen. Na yule muuza tikiti akampatia tikiti na akaweza kusafiri katika kuelekea katika familia yake. Now why did I tell you that story? Ni kwa nini nimekuambia hadithi hii? Because there are times we forget. Ni kwa sababu kuna wakati ambapo tunasahau that we are a child of the King of everything. Na kwamba sisi ni wana wa mfalme wa yote. He knows you by name.
anakujua kwa jina lako. He loves you as his own son and daughter. Anakupenda kama mwana wake. He will pursue you 100 times, 100 times, 100 times. Atakufuata mara 100 kwa 100. And every time he will tell you, you have value. Na kila wakati atakwambia kwamba wewe ni wa dhamana. We run away often like George. Walikimbia kama kawaida. Maybe you are running in some way right now. Kuna uwezekano kwamba unaweza kuwa unakimbia jinsi moja ama nyingine. Maybe you have forgotten that you have value. Labda umesahau ya kwamba wewe ni wa dhamana. Jesus is here today. Yesu yuko hapa siku ya leo. We can't see him. Hatuwezi tukamuona, but his spirit is here. Lakini roho wake uko mahali hapa. And he wants to tell you today. Na anataka kukwambia hivi leo that you have value. Kwamba wewe ni wa dhamana. No matter what your circumstance. Haijalishi mapito ambayo unayapitia. So I want you to stand. I want to pray. Nataka usimame